Na mfuatiliaji na mtazamaji wa TV Bongo na bila kusahau Rich Media. Leo ni wakati mwingine kabisa mzuri, tumeweza kupata nafasi ya dhahabu kama sio golden chance ya kuweza kuonana na Dr. Taz Junior, the king of medicine. Kwa sasa dokta, wamekupa jina jipya, mzee wa mpokodi. Naona kodi yako ya mbaazi watu wameelewa kwa kweli dokta. Nashukuru, na mimi huwa mara nyingi vitu vyote huwa vinaeleweka. Naam, dokta, leo tumeweza kutembelea ili tuweze kufahamu mambo mawili matatu kuhusiana na mambo ambayo mambo yamekuwa yakiendelea hapo kwenye mitandao ya kijamii ili uweze kutufungulia kodi kidogo. Mafundisho yako ambayo umeweza kutoa kuhusiana na namna ya mtu kuweza kumvuta mke wake au mwanaume wake, tunaona yameanza kuleta impact. Lakini kwenye swala hilo hilo la kumvuta mwanamke, tumeona kuna baadhi ya watu wazito, watu maarufu kidogo naweza kusema ma celebrity, akiwemo kijana mwenzetu Kiredio. Anateseka kweli kweli dokta. Mimi ningesema kwamba uweze kuchukua nafasi hii, labda umpe au umkumbushe kidogo, maana kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba mwanamke wake ameweza kumwacha. Kwa ungeweza kumkumbusha kidogo, ingekuwa ni vizuri kidogo. Mimi nahisi au ninavyojua, tayari mwanamke ukimpeleka kwenye mitandao ya kijamii akajulikana, kwanza uelewe umepeleka sangala kwenye mamba. Ina maana na maanisha Kiredio level ya maisha yake ni ya kawaida. Yule dada kaishaanza kukutana na masponsa kwa sababu ni mdada wa mtandaoni, haijui dini, ni Casanova Barbarota. Unaelewa? Ni anatamaa mbele ushuzi nyuma. Kwa hiyo Kiredio mimi naona steseke, atafute mwanamke ambaye anaweza akaendana naye kutokana na hali yake. Sasa hivi yule kaisha kuwa sio mke wake, na hata kama wakiwepo wote atakuwa anaigiziwa. Yule kaisha kuwa Casanova Barbarota. Kwa hiyo mimi ninachomshauri atafute hela, asiteseke na mapenzi. Wanawake wako wazuri kubabeki. Sasa yule mwanamke kwanza mimi namuona kawaida. Sasa kwa sababu ni mapenzi, unaweza kumuona wa kawaida, lakini kutokana na mazoea Kiredio anateseka, tukatai. Lakini yeye mwenyewe ndiye aliyekosea. Alimpenda sana alafu alimuonyesha ujanja. Sasa na mwanamke mwenyewe ukiangalia tu kwa haraka ni mtu wa tamaa. Kwa hiyo akikutana sehemu anaoenda Kiredio au na umaarufu aliopata kwa sababu wako pamoja, tayari yule inakuwa ni chakula ya mapapa. Tayari na yule ni mjusi. Kiredio ni mjusi. Kwenye maisha bado anajitafuta. Mapapa wanakaa, wanatafuna. Kwa hiyo atafute mwanamke mwingine. Bwana dokta, kwa inavyoonekana kisaikolojia Kiredio ameharibika kweli kweli. Kwanza ameweza kufuta posti zote Instagram, na inavyosadikika ni kwamba marafiki zake ameweza kuwablock. Kwa mtu kama huyo tunamsaidiaje? Kwa mtu kama huyo cha kumsaidia, kwa sababu kashaharibika kisaikolojia, atafute demu mwingine mkali mapema kabla damu haijapoa, mawazo yataondoka. Hiyo ndio njia sahihi. Atafute demu mkali, alafu demu huyo mkali atamtoa mawazo, lakini pia itamfanya yule aonekane kitu gani. Hiyo ndio dawa ya moto ni moto. Lakini akijifungia akawa na mwaza, inakula kwake. Waza hela. Wanawake wako wengi. Tena ukishakuwa maarufu, wanawake wako wengi sana. Tafuta mzigo, ankara, mane, terere, nderere, nyerere, ngengere. Sasa hivi hela wana jina jipya wanaita nyege. Nyege tena? Hela inaitwa nyege. Yaani hela jina lake halisi inaitwa nyege. Nyegezia. Mazito ya dokta. Ndio ninakwambia. Nyegezia. Yaani hiyo ndio AK ninakupa mimi. Ukisema nyege ni hela. Ushaona mtu ana hela anakuwa na nyege. Ukiwa una hela na una mawazo kama Kiredio, nyege hapati. Ila ukiwa na hela, nyege zipo muda wote. Labda uwe tu nguvu za kiume una, na dawa nishafundisha. Kwa hiyo usipokuwa na hela upate nyege. Ukiwa una hela, nyege zinakuwa zijajalo. Yaani kama betri ni low. Lakini ukiwa na hela, nyege zinasoma mnala wote masaa 24, udaiwi.
una kipengele, una mkopo, umekula vizuri, unapiga makasanova churu kuchurututu. Makasanova ni gani? Makasanova si lazima mtoto wa kiume uliyekamilika, hata ukiwa na hela nyingi, lakini lazima umlizishe mtoto wa kike na we ulizike, yani umkojoreshe, ukojoe. Ndio la ya dunia na kutafuta mahela na kuwa na maisha mazuri. Hapo kwa mwanaume kukojoa sio shida. Vipi kwenye kumkojoresha mwanamke? Kumkojoresha mwanamke watu wengi hawajui, na ninaonaga wanaume wenzangu ni wajinga tena mataila. Mwanamke nyege zake ziko hapa juu. Unakuta jitu linatumia nguvu kama punda. Unapiga hapa juu, unapiga kulia, unapiga kushoto, unapiga chini. Hapa katikati inatakiwa wewe unazungusha kiuno. Kama umekosa nyimbo weka hata singeli. Kama umekosa singeli weka taarabu. Adididididididi, unapiga vibrate. Pale ukimkojoresha mtoto wa kike unapata thawabu na atakupenda kama umemloga. Kwa hiyo dokta, mwanaume tena amwage uno? Mwanaume kumwaga uno, basi utapendwa ile mbaya. Tena utapendwa ile mbaya. Tena mwanaume kumwaga uno, kwanza unafanya mwanamke akose mambo mengine nje kwako ayapate. Tena ukipiga uno, usisahau kuweka singeli au taarabu ya Mzee Yusufu. Niki agidi 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 agidi. Adidididididi. Umeelewa? Sasa hayo mambo wanaume ni wachache kujua vitu hivyo. Ndio maana ukimpata mtoto wa kike, usione watu wanakula. Unajua Kongo? Unajua Kongo wanakula hela za dada zetu, tena Mkongo akija Bongo, wadada wanampapalukia, unajua sababu gani? Ana uchafu lakini pia anajua mauno. Jifunze mauno. Mimi mwenyewe Mama Maila nampiga mauno, ndio maana ana vitoto kama vipanya. Ndio maana nimempa jina anaitwa Mama Paka. Yaani yale mauno anayapenda. Ikinasa naambia mama usitoe, hela ipo tushajaliwa, huyo atakuja tuna riziki yake. Mauno nikajua mauno ni wanawake pekee. Hapana. Yaani mauno kwa mtoto wa kiume ni muhimu sana, tena kumkojoresha. Mauno yanafanya mwanamke akojoe mapema, kwa sababu unavyomkatia mauno mwanamke, kile kiarage unakuwa kama unakitekenya. Kama ulishawahi kupata mashine ile ya vibrate au simu kiswaswadu unakijua kikikaa ndani kwenye vibrate, basi kile kiarage ukifanya basi mtoto wa kike unamkojoresha ile mbaya. Wanaume wengi wanajua kutumia nguvu kama punda, kama kasia anatumia nguvu. Hapana, mtoto wa kike nyege zake ziko kwenye maziwa, ziko na hapa kwenye kisimi juu hapa. Shughuli imeisha. Mazito dokta, unatoa kodi kwa vijana. Hizo ni kodi na wazizingatie, bila hivyo watagongewa sana. Kwa namna moja ama nyingine inawezekana akiredio kumwaga uno. Akiredio kwanza anaonekana tu nguvu za kiume, ana mdomo si unauona. Nitakupa kodi siku nyingine kumjua mtu ana nguvu za kiume. Dokta, mdomo una nguvu za kiume? Ndio nitakupa kodi. Huu mdomo unaona huu? Huu mdomo, pua na kidole cha mwanaume. Unajua huyu nguvu za kiume anazo au hana? Nitakupa kodi. Hizo kodi nitakuja kufundisha tu, wewe endelea kunioji. Dokta, unavyoniangalia mimi. Wewe mdogo wangu uko vizuri. Lakini sema vyakula unavyokula usiige watoto wa Dar es Salaam au watoto wa kimjini masoda masukari. Chips unaweza ukala, ila usizidishe. Chips zinaleta maziwa, zinapunguza nguvu. Ila kitu unachotakiwa ufanye, hata kama sumu huwezi kuikwepa, kunywa sana tangawizi na mdarasini. Iwe ni chai yako isikose nyumbani. Mimi mwenyewe Mama Maila, ile chai na tangawizi kila siku jioni lazima iwepo hapa. Na time hapa Kilingeni naichemsha. Ni dawa kubwa sana. Hilo la redio dokta limeweza kuisha. Leo tumeweza kufika hapa, kuna baadhi ya watu waliweza kutoa comment zao kwenye post za nyuma kwamba ulikuwa umezungumzia masuala ya Freemason pamoja na Illuminati, lakini ulizungumzia juu. Watu wengi wanatamani kufahamu kuhusiana na hili swala. Haya masuala yamekaaje? Wafahamu kiundani Freemason ni nani, Illuminati ni nani? Je, kuna utofauti kati ya hawa watu ama hizi ni story tu za kusadikika? Freemason ni chama huru. Freemason ni wajenzi huru. Nakupa kodi, hizi kodi nakupa mimi, achana nao takataka. Hapa Bongo takataka wengi wanasema Freemason lakini ni matapeli. Eti Freemason anakaa chumba hajiagiza, anakaa na simu yake ya mkopo na pete zake kazinua zina triangle, anakuambia Freemason. Na maring light ya kutosha. Na maring light ya kutosha. Jamani, Freemason ni wajenzi huru, lakini umesema nani hao? Illuminati ni wajenzi huru wenye masharti yasiyorudi nyuma. Ndio ninakupa mimi kodi, achana hao mbwa takataka. Illuminati ni wajenzi huru wenye masharti yasiyorudi nyuma. Yaani Freemason unaweza kuichezea, Illuminati huwezi kuichezea, kwa sababu ni kama wamoja lakini wamegawanyika katika tabaka za maagano. Nikisema maagano
ni makubaliano au ni masharti yanayokuwepo katika kitu fulani. Sasa Freemason ni wajenzi huru, ni chama au ni watu ambao wamekubaliana, wanazijua siri za dunia, wameamua kuungana na kuweza kushikamana ili mradi wasiishi vibaya, waishi vizuri maisha yao yote. Na kuishi kwao vizuri kunachangia wao kuzijua siri za fedha za maisha, kuwa na vyanzo vingi vya kupata, kuwa na vyanzo vingi vya kuingiza. Kwa hiyo zinakuwa ni nyingi, na ndio maana hata misaada wanatoa, ila maagano yao ni maagano ambayo yapo. Nitakupa mfano. Msanii yoyote unapopandishwa kuwa level ya Freemason, maagano yao lazima ukubali. Lazima ukubali mashoga wawe rafiki zako, watu wa jinsia moja uwasaidie, ukubali kufanya vitu ambavyo wengine wataiga, ukubali kufanya maagano ambayo wao wanataka. Nitakupa mfano. Mfano, unapewa maagano kila mwaka utafanya mapenzi na mama yako, lakini mapenzi hayo unakuwa unapangiwa nchi. Utafanya mapenzi mwaka fulani Canada, mwaka wa pili US, mwaka wa tatu Congo, mwaka 4 France. Ina maana kule unapoenda unaweza ukaenda kwa shopping au kwa ajili ya mziki labda na mama yako, lakini nyuma ya pazia kunakuwa mziki ndio upo, lakini kuna kikao cha kukupongeza kwa shariti lako unalofanya. Unanielewa? Pia ipo nyingine ambayo unakuwa ni mwanachama, lakini wewe kazi yako ni kutoa kafara au sadaka wafanyakazi wako. Ziko nyingi, lakini pia nyingine unakuwa ni mwanachama, utapata jina, utakuwa na hela na utakuwa tajiri, lakini utakuwa unaingiliwa kinyume cha maumbile. Na ndio maana ukisikia mtu anakuambia anapinga ushoga, ushoga ulishindikana toka enzi za Nuhu. Kwa nini? Kile kitu ni tayari bakteria walishaingia na tayari kinaopaleti dunia. Kwa hiyo haya mambo yana siri kubwa, yana siri kubwa. Japo ni sio sawa, mimi si support ushoga, lakini unapokuwa unapambana kuuzima ushoga, tayari bezi katika nchi au katika dunia itakuletea shida, au la wewe unaweza ukaondoka, wale ukawaacha. Kwa wasiojua hizi siri, mimi nawapa siri. Freemason ni chama cha ujenzi huru, lakini kutokana na watu wameaminishwa kwamba Freemason ukiingia tu unakuwa tajiri. Eti unakuta jamani anakuambia mimi Freemason, anaonyesha hela vibunda vya dola feki na hela hizi feki Freemason. Freemason ni siri bro. Na kwanza Freemason hataki kabisa umjue yeye ni Freemason. Freemason haina tofauti na system intelligence ya usalama wa taifa. Yaani ni watu wasiotaka kujulikana, lakini utawajua kama wakikuhitaji. Na hawakuhitaji uwezi jua mambo yao. Wewe utasikia jina. Wewe unasikia mchawi? Nasikia kabisa. Ushai kumuona mchawi? Kwa nini unamsikia hujai kumuona? Kwa sababu anihitaji. Kwa sababu hakuhitaji. Sasa kuna vitu vingi tusiongee, ila nitawabakizia katika grupu langu la Genius Hood, wanachama wangu. Kama hii story wameipenda nitawasimulia. Dokta, umezungumzia kuhusiana na wakikuhitaji. Ina maana kuna watu wengine hawahitajiki kwenye hiyo chama? Hapana, Freemason bwana, ngoja nikwambie tu ukweli. Yaani Freemason wanataka kwanza mtu mwenye ushawishi, mtu mwenye akili nyingi, mtu mwenye kitu. Umeelewa? Na mtu mwenye kujielewa. Na Freemason usifikiri unaambiwa tu. Freemason unaweza kukuta umeingia alafu ukajikuta we tayari ni mwanachama. Kwenye kutoka inakuwa ngumu, kwa sababu utakubali leo umekuwa milionea, kesho unakuwa unaombaomba. Changamoto ndio wengi inawashindwa. Freemason huambiwi njoo ujaze fomu. Yaani kujaza fomu kwake ni mikataba ambayo unaenda site, labda mnajenga angel. Inatakiwa wanachama wa sign. Haya mambo ya mitandao mimi ningeomba serikali iingilie kati. Watu wanatapeliwa sana. Hamna Freemason TikTok wala Instagram. Yaani hata hizi edit mnazodanganywa. Freemason ni mtandao mzito tena wa siri, ambao labda nikupe siri. Wachungaji wengi ma Freemason ambao unawajua. Marais wengi ma Freemason. Wana muziki maarufu ni Freemason. Lakini wale unakuta lazima waingie kwa sababu join yao ili uwe mkubwa duniani. Hakuna watu wakubwa wanaopaleti dunia zaidi ya Freemason. Umeelewa? Yaani ukubali ukatae, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa ushetani ni kuufuata wewe kutokana na miemko yako.
Kwa maana ndio maana ushetani utautaka, kwa sababu ile level yako si mwanamuziki, watu wanakuoperate. Mfano kama Bill Gates ni Freemason. Yeye utajiri wake unaweza kumwapareti. Yeye ndio anatuma vitu viendelee kwenye kikao kikubwa, na yeye yupo. We mwanamuziki, sijui mwanasiasa mdogo mdogo, kama umebahatika kuwa Freemason, wewe utakuwa ni mtu wa kuongozwa. Huwezi kumuongoza mtu. Na katika dunia watu wanaopareti dunia nilisema ni 12. Unakumbuka nilisema? Wako 12 tu ndio wanaamua leo tutengeneze kirusi hichi kiende Kongo. Kwa sababu kule Kongo kuna rais anajifanya kolokolo, anaita kelele. Leo tusaidie nchi hii. Leo tutengeneze mdoli ambao tutalisha chakula chake, itakuwa mtoto wa kiume akila anakuwa anawashwa matako, anasikia kuna nyemvua, ili mradi tupate mashoga wengi. Dunia ina siri, na haya ninayoongea hawezi kukwambia mtu mwingine na hifadhi. Ukiongea dunia inaweza ikakumulika ikasema huyu bwana mbona anajua mambo yetu. Dunia ina siri, na kitu kinachotakiwa sasa hivi, mtoto wako wa kiume ukimzaa mlinde kuliko wa kike, kwa sababu watoto sasa hivi sio mpaka awe shoga. Kuna vyakula, kuna chocolate, kuna pipi, mtoto anatengenezwa nyuma kuwe kuna pengenya. Umeelewa? Hivi unajua hapa Tanzania watu wengi ni mashoga, tena wengine matajiri kabisa. Unafikiri wana ushoga wao ni kwa ajili ya njaa? Hapana, ni kwa sababu maagano, lakini pia mikakati ya dunia. Kuna mambo mengi natamani kuambia, lakini hatuwezi kumaliza. Dokta, kwa kumalizia kuhusiana na issue ya Freemason. Wewe ushawishi unao, lakini pia unajua vitu vingi. Je, ipokea simu yao? Freemason hawakupigi simu bwana. Achana na mambo ya mitandao, ni matapeli. Freemason hawakupigi simu. Turahisishe tuseme hawajui kutafuta. Freemason hawakupigi simu wala hawakutafuti hivyo unavyofikiria wewe. Umeelewa ndugu yangu? Naomba unielewe kwa makini. Freemason hawakupigi simu wala hawakutafuti hivyo unavyojua wewe. Hiyo mitandao ya kijamii ndio maana wajinga wanatapeliwa. Freemason haina mchezo huo. Yaani Freemason ikikutaka utaona tu asubuhi umelala, kesho umeamka tajiri, alafu kuna mikakati. Unajiuliza kumbe nimo. Haya kutoka unatokaje? Kwa maana hiyo unaweza ukaingia wewe mwenyewe bila hata kufahamu. Vizuri sana. Wakikuhitaji uchomoki. Na ndio maana dunia nzima hakuna rais ambaye sio Freemason. La sivyo wanakuua. Dr. Mazito. Wallahi ninaapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna, naongea kwa herufi kubwa. Hakuna rais ambaye si Freemason. Kwa sababu kuwa Freemason pale wewe tayari ni mwanachama, ni mmoja katika watu wanaopaleti au wanaosikilizwa duniani. Na dunia imeshikwa na Freemason. Asikwambie mtu mdogo wangu, mwandishi hapa Taz Genius, Rich Media, Bongo Media, eleweni hiyo. Hayo wengine mtaenda kuwaoji, watawadanganya wajui. Wataangalia Google mitandaoni. Mimi ndo nakupa za ndani, kwa sababu mimi nina mamlaka na nguvu niliyojaliwa kujua vitu visivyoonekana na vinavyoonekana katika bayana ya asi. Nikiongea hivyo nimekuacha, lakini waliosoma sana wananielewa. Dokta, naomba kuuliza swali. Wewe hivyo vitu unavifahamu vipi? Sasa ulishaona mtu anampa mtu siri ya utajiri wake? Ina maana nikifahamu ambavyo unafahamu wewe vitu ndio siri ya utajiri wako. Sasa unapofahamu sio kwenye kamera. Nikipenda kukuambia ninaweza kukuambia, lakini si yote. Hiyo ni elimu ninakupa. Hao mnaenda kuwaoji wababaishaji. Mimi ndo ninakwambia. TikTok, Instagram, Facebook hamna Freemason. Hawa ni waganganja. Wanatafuta njia ya kuwaibia watu wajinga makolo. Akiingia pale pete inauzwa $1000, nunua. Alafu ukikaa nao unakaa nao. Hakuna lolote litalofanyika zaidi ya kukaa tu na urembo mpaka unachoka, unaamua kuachana nayo hayo mambo. Dokta, umezungumza vizuri sana kuhusiana na Illuminati pamoja na Freemason. Na mimi watu wote ambao wanatamani kufahamu kuhusiana na hivi vitu wanaweza wakawa na ABC. Lakini vile vile kwenye kipindi kilichopita, maana nimekuwa nikifuatilia, ulieleza namna ya kuweza kuongeza nguvu za kiume kwa kutumia makende ya mbuzi pamoja na mkundu wa ng'ombe. Mkundu wa ng'ombe ni dawa nzuri sana. Sasa kuna ile video ulisema kwamba kuna kipindi kijacho utaelekeza namna ya kuweza kuongeza nguvu za kiume kwa kutumia zakari ya ng'ombe. Tukasema tukulize hapa tunafanyaje? Yaani ni simple sana. Tafuta mboo ya ng'ombe. Mboo ya ng'ombe ichemshe kama supu. Unapopata mboo ya ng'ombe, tafuta na pilipili manga. Mboo ya ng'ombe inapokuwa imechemka,
linakuaga kama gumugumu hivi. Unajua, unapoweka na pilipili manga, mdalasini pamoja na tangawizi ya kutosha, bana, mchuzi wake katika ile mbolo ya ng'ombe, ule mchuzi ndio dawa pekee ya kufumua mirija, na utashangaa unadinda unasimamisha ovyo, lakini ujue utaenda kukojoa sana, na ujue kabisa ndio unatoa sumu. Na pia ile mbolo unapokuwa unatumia ule mchuzi, matatizo ya kiuno huwa yanaisha kabisa. Mboo ya ng'ombe ni dawa kubwa sana katika supu. Kwa hiyo inafanya kazi zote, kukuza pamoja na kunenepesha. Inakuza, inafumua mirija, inatibu kiuno, inatibu UTI, na inafanya mboo yako kunyooka misuli yake. Hayo mazito, hizo siri kabisa. Wallahi ninaapa mbele ya Mwenyezi Mungu, siwalishi wananchi wangu matango poli, na wapenda sana wa Tanzania na ambao sio wa Tanzania. Dawa ninazokufundisha mimi nazitaja kwa herufi kubwa ili uelewe. Mama Gwaji, naomba uniache kidogo, niko darasani. Hawa wananchi wanatakiwa wajue, hawatakiwi fundo. Mboo ya ng'ombe, pilipili manga, tangawizi, mdalasini. Tengeneza supu yake, ache chemke sana, kunywa ule mchuzi wake. Mboo ya ng'ombe inatibu hadi kiuno, inatibu UTI, inanyosha misuli iliyosinyaa, inafanya mboo inanyooka vizuri, na mboo hata kama ililegea inakaa katika uimili mzuri. Kipi ambacho kipo kwenye mboo ya ng'ombe? Kwa nini tusitumie vitu vingine? Mboo ya ng'ombe ina uasili wa nguvu kama punda. Hivi unajua punda ule mkojo wake pia ni dawa? Punda hawa ukichemsha mkojo wa punda ukaweka na vitunguu swaumu, na kuambiaje, unakuwa mjarabu kabisa. Wallahi billahi nakwambia. Ni mazito, na ndio maana nimekuwa tajiri, kwa sababu dawa ninazotumia mimi zina matokeo. Watu wengi hawajui, labda wakopi na kupesti. Mboo ya ng'ombe ni dawa kubwa, na mimi mboo ya ng'ombe huwa nanunua na natengenezea dawa zangu. Na ndio maana mboo ya ng'ombe ukikuta imekaushwa, imesagwa ule unga wake, wewe bwana, wewe utanunua. Mboo ya ng'ombe ina matayarisho mazito. Unajua mboo ya ng'ombe inauzwa. Jiulize kwa nini Wachina wananunua mboo za ng'ombe. Nenda machinjioni katafute mboo ya ng'ombe, utakuta zina oda. Wachina sio mboo ya ng'ombe tu, mpaka yale zile pembe na ngozi. Ngozi zina kazi yake, ila mboo ni dili kishenzi. Piga mtu yote aliyoko machinjioni, mwambie bana, mboo ya ng'ombe shingapi? Utasikia we, zina oda hizo, unataka ngapi? Yote ni kwa sababu zina siri kubwa. Sio siri hivyo tu. Mboo ya ng'ombe, mfano kama mtu ambaye alifanya kufanya mapenzi akakutana na mwanamke mwenye jini, akawa mboo yake ikalala. Ukiwa na mboo ya ng'ombe, yale mafuta ya mboo ya ng'ombe ukipaka kitu kinarudi upya. Kwa maana hata mafuta unaweza ukapaka. Mboo ya ng'ombe ina mafuta, hujui? Sijui. Ikaushe kwenye jua ndio utajua mboo ya ng'ombe ina mafuta. Mazuri kabisa, na ni dawa. Ni kama mkia wa kondoo. Mtu ambaye misuli yake imezibaziba, akinywa mafuta tu ya mkia wa kondoo yenyewe, misuli inafumuka. Ila mboo ya ng'ombe, na ndio maana Mwenyezi Mungu alivyoumba hawa wanyama akuwapa kauli. Kama wangeongea, nani angekuwa maskini? Nani angekuwa na maradhi? Wote tungekuwa tuko sawa. Bwana daktari, nadhani hilo limeweza kueleweka kweli, na yule mtu ambaye atakuwa anasumbuka na hayo maswala, basi inaweza kumsaidia kweli. Lakini tukitoka hapo kwenye issue zima hiyo dhakari ya ng'ombe, tuingie kwenye topic nyingine. Kuna mahali nilipita daktari, nilimsikia kuna mtu alikuwa anafunguka, alikuwa anaelezea namna maisha ambayo amepitia. Yeye anasema alikuwa anafanya kazi za umalaya, na moja kati ya dili ambayo alikuwa anapata kutoka kwa matajiri wakubwa ni kuweza kuchukua zile shahawa za wanaume na kupelekea hao matajiri. Inasadikika ya kwamba hizo shahawa zilikuwa zinaenda kutumika kwenye ibada zao na matambiko yao. Kwa kuwa niko kwako Dr. Taz Genius, na unafahamu mengi kuhusiana na masuala hizi, tetesi ni kweli kwamba shahawa za mwanaume zinaweza zikatumika kwenye mambo ya kishirikina au kwenye matambiko? Shahawa za mwanaume zinatumika, tena ni nzuri, kwa sababu ukitaka hata kwenye biashara, ukipata shahawa, zile shahawa unazichanganya na asali, alafu unapigia deki, wateja watakuja, utashangaa. Shahawa zinatumika mpaka kwenye maagano. Shahawa zinatumika kukufunga. Shahawa zinatumika kukuchukulia nyota. Lakini shahawa za mwanaume yeyote, awe mwanaume awe mwanamke, shahawa zake changanya na asali, alafu wewe kapigie deki,
Weka kwenye maji, kapigie deki kwenye sehemu yako ya biashara. Wateja utashangaa wametokea wapi hizi shawa. Shawa ni chafu zikitoka kwako, lakini shawa hizo ni dawa kwa matumizi mengine na kwa maagano mengine. Lakini shawa zina mambo mengi. Shawa pia unaweza ukamfunga mtu asidinde maisha yake yote. Shawa hizo unaweza ukafanya mtu akawa anisi maisha yake yote. Shawa hizo unaweza ukafanya mwanamke akablidi mpaka atafute mganga mzuri. Shawa zinatoka kwa mwanaume. Sasa mwanamke inakuaje hapo? Shawa si zinakingwa na kondomu. Na mwanamke anaweza akapiga punyeto akatoa shawa, kwani hujui? Kwani hujui? Nafahamu. Mimi mwenyewe shawa za mwanamke nazinunua kwa sababu shawa za mwanamke zinatengeneza mvuto. Ukiniletea shawa kweli ni za mwanamke nanunua, nakupa 200,000, 1,500,000. Wallahi nakwambia, shawa za mwanamke mimi nanunua, na sinunui kwa ubaya kwamba atazurika, hapana, natengenezea mvuto. Ni sawasawa maji ya mtoto mchanga ambaye kaogeshewa yana sabuni. Ukiniletea mimi nakupa mpaka 500,000. Kwa maana hiyo unataka kuniambia sasa hivi wanaume au mwanamke inabidi kuzilinda kweli shawa zao? Yaani natakiwa ulinde mpaka chupi. Unasema shawa? Chupi yenyewe natakiwa ulinde. Chupi haianikwi tu kama unaanika mandazi au nguo. Halo Dokta, umeweza kuzungumza vitu vingi sana. Mimi naweza kusema kwamba nikushukuru, na kwa leo tuweze kuishia hapo. Tumezungumza vitu vingi kweli kweli. Mpaka wakati mwingine, kwa yote ambaye anatutazama asisahau kutufuatilia kwa kubonyeza neno subscribe.